Naam, tunaendelea kusonga mbele katika episodi yetu ya 7 ambayo ni finali. Movie inaitwa Mauzauza au Jini Matata, mtandaoni unapata kwa jina la Jini Matata. Basi tunaendelea kusonga mbele. Ndipo Flaviani aliposema kwamba anamhitaji Mwakatobe wa njia ya Popobawa. Basi Mwakatobe akatokea pale. Ndipo alipoenjoy sana. Mwakatobe huyu alimgeuza na kuwa kisu kwa ajili ya kufanyia basi kazi zake anazohitaji kuzifanya. Kwa sambamba, ghafla tunamuona malaika akiwa amemtokea My Name na kuwa na kumwelekeza kuwa nimekuja hapa kwa ajili yako. Basi kuna vitu nitaka nikuonyeshe kwamba Mungu ameniagiza, amesema nikwambie ukalipize kisasi kwa mjomba wako na uitetee dunia. Basi huyu Jini Matata atakuwa ni hatari sana laiti kama tutaendelea kumwacha. Mungu ameniagiza hivyo na mimi ni malaika wako mpendwa. Nimekuja kwa ajili ya kukamilishia hayo niliyokuambia. Basi uwe na siku njema. Ndipo My Name alipofurahi sana kusema leo kwa mara ya kwanza nimekutana basi na malaika, jambo ambalo halijawahi kutokea tangu nimezaliwa. Ila inaonekana hili swala liko serious mpaka malaika ametumwa kwa ajili ya kuja kunielekeza nilipize kisasi. Ndipo My Name akaamua kuweka sura ya kazi kwa ajili ya kuimaliza hiyo kazi ambayo Mungu amemwagiza basi kuifanya. Tunaendelea kusonga mbele. Mtangazaji wako ni DJ Flavian Mbingu Tandale, na iwakilisha vyema zaidi. Yes. Basi usisahau kusubscribe channel yetu ili kuendelea kupata hizi movie kwa wingi zaidi. Yes. Ndipo My Name alipoamua kusonga mbele na kuenda kumtafuta huyo jini kwa njia namna yoyote ile. Ghafla tunamwona Popobawa akiwa na landalanda hapa. Ile Popobawa kutua kumbe ni Flaviani ameamua aje na huo mfumo Jini Matata mwenyewe. Akasema sasa raundi hii nimekuwa ni mtu hatari zaidi kupata hiki kisu ambacho basi kina nguvu za Mwakatobe. Ndipo ambapo aliamua kunuia maneno na kushtuka kwamba kuna mtu basi anaweza akawa anakaribia kuja. Ndipo akaanza kusema hiki kisu kitanifanya nilipize kisasi na niteketeze dunia nzima basi kupitia hiki kisu. Ndipo tamaliza. Flaviani alionyesha kupanic na kuonyesha kwamba kweli yuko tayari kuwaangamiza hao ambao basi walimletea utani katika maisha yake yaliyopita. Kama nilivyokuelekeza kwamba mtu yote ambaye ni jini basi ujue kabisa kwamba alikuwa na maisha hapo nyuma, lakini basi akajibadilisha na kuwa mtu mwingine. Flaviani Jini Matata aligundua kwamba kuna mtu anakuja. Basi akajifanya kwamba amekufa. Ndio, akajifanya kwamba amekufa. Basi msamaria mwema huyu baada ya kufika akahisi kwamba basi kuna mtu amepata majeraha na amepoteza fahamu. Na ndipo alipoanza kumwangalia kwa umakini zaidi na kutaka kujua huyu mtu kimemkuta nini. Akajaribu kumshtua. Bwana, inatufundisha kwamba hata kama tunapaswa kuwa ni watu wa kusaidia, lakini sometimes wema usizidi sana, maana ukizidi ndo matokeo basi kama yaliyomkuta huyu jamaangu hapa. Basi tuendelee kusonga mbele. Movie inaitwa Jini Matata. Imechezwa mwaka 2022 na ninaitangaza na kuipost tena mtandaoni kwa mwaka 2026. Kuna dharura ilitokea katika akaunti moja ambayo nilikuwa nayo, na ndio maana nimeamua kuitafsiri kwa raundi hii kwa sababu imepoteza low quality. Kwa usikae na kufikiria kwamba kwa nini ameamua kuingizia maneno ya Kiswahili hali ya kuwa movie yenyewe ni ya Kiswahili. Nimeingizia maneno ya Kiswahili kwa sababu movie imepoteza quality. Kwa hiyo ili uielewe zaidi, basi inabidi niingizie maneno ya Kiswahili. Ndipo jamaa huyu aliamua kumchukua yule mtu, akionyesha kabisa mtu kwamba ni mfu. Akawasiliana na ndugu zake, akagundua kwamba hawapatikani. Ndipo alipoamua kumbeba
ili wafikishane katika sehemu ambayo ina watu wengi, aidha hospitali kwa ajili ya kumcheki mtu huyo. Ndipo alipoamua kumnyakua, japo alikuwa mzito sana. Jamaa alijikaza kutokana na wema aliyokuwa nao. Asingaliweza kuuacha ule mwili pale, basi angejiona ni mtu mwenye roho mbaya sana. Ndipo akambeba, licha kwamba alikuwa ni mzito, lakini alikaza hivyo. Ghafla tunaona kwamba huyu mtu amenyenyua mkono na kuchomoa kisu katika mkono wake, akitaka basi kumchoma yule kijana. Ndipo akaanza kusikia mungurumo, akaanza kuhisi mungurumo fulani hivi kwamba kuna kiumbe ni kama kuna dege la ajabu, dege misili ya dege la aliens. Ndipo tunaona dege lile likimtua mtu mmoja, akatua kwa bashasha sana. Kuangalia kwa makini tunagundua kwamba basi huyu ni My Name. Na ndipo My Name akaendelea kushuhudia ile tukio likitokea kwa kutegeshea kwamba huyu hana mamlaka, hana chochote cha kuweza kufanya. Basi wakati anataka kukita, ndipo alipomuita, akamwambia kijana. Kijana akageuka huku akishtuka kwamba ni nini. Ndipo My Name alipomwambia, huyo sio mtu, ni jini, inahitajika umtupe zaidi. Ndipo alipomtupa na huku akikimbia, jini akaamua kupotea. Ndipo My Name akamwambia, usiku na mchana, hata kama ukinikimbia, popote pale utakapokwenda, ukae ujue kabisa Mungu ataniongoza na nitakufikia basi mpaka nitakapokumaliza wewe katika ulimwengu huu. Ndipo kijana yule akaanza kushtuka kwamba ina maana kumbe mimi nilikuwa nimbeba jini. Ndipo kijana alikuwa na bashasha zaidi la kutaka kujua kitu alichokuwa amekibeba ni kitu cha aina gani. Aliamua kupunguza na uzito kidogo, kwa sababu kitu alichokifanya yeye mwenyewe mpaka alijishangaa kwamba ina maana katika ulimwengu haitajiki sisi tutoe msaada. Ndipo jamaa alipomwambia, hapa sio kutoa tu msaada, kuna vitu vingine sio vitu vya kuvisaidia hata kidogo kijana. Kitu ambacho unapaswa kukifanya ni kuwa mwangalifu katika haya mambo ambayo basi unazidi kuyaona. Cha kufanya ni kumtegemea Mungu tu. Mungu ndo tegemezi la mwisho. Kijana ndipo alipomwambia, mimi nilidhani ni mtu ambaye amepata tu ajali, nikaona nimsaidie, nikampeleke sehemu ya sheria ili wajue nini cha kufanya. Lakini kama ni hivyo, naomba unisamehe sana, kwa sababu nimefanya kitu ambacho sikielewi, na leo nimegundua kwamba basi sio kila kitu unachokiona mbele yako ni kitu cha kukisaidia. Kuna vitu vingine basi sio vya kukusaidia kabisa. Ndipo My Name alimwangalia kwa umakini sana na kumwambia, sasa sikia kijana, hebu tupige magoti na tumuombe Mungu kwa muda mfupi. Amini. Ndipo wakapiga magoti, wakaendelea kuomba na kumpa maneno ya usia mazuri ya kumvutia kijana ili asiendelee kuwa na hofu basi wala pressure yoyote ile. Ndipo akamshikisha mikono na kumwambia, usijali, katika ulimwengu Mungu yupo na ndiye anayetawala peke yake. Ndipo kijana naye akafunga mikono na kuonyesha anakubaliana na maneno basi anayemwambia My Name. Na ndipo alinyenyuka kijana yule akafunga mikono yake basi na kupotea. Jamaa alishtuka sana kwamba kumbe na huyu naye ni wale. Ndipo alipochukua maamuzi basi ya kuanza kukimbia. Yes, tuendelee kusonga mbele. Kitu yetu safi kabisa. Story yake ni nzuri, ijapo ipo kwenye low quality, lakini tuendelee kutazama hivyo tutaelewa mwisho wa safari basi ni upi, ili tuendelee kupeana moyo. Ndipo tunapoona jini matata akilandalanda na akihitaji kutua. Ili anatua tu mgongo ni kama vile ukanoki. Ndipo alipoamua kujinyoosha. Yes, na kuweka mgongo sawa. Na ndipo alipoanza kujiuliza, ina maana jini matata leo hii limekubali kuingiliwa katika anga zake kizembe? Na hii sio kawaida. Ni nani ambaye ameingia katika utawala wangu? Maana hii dunia nimeishika mimi tu katika ulimwengu huu. Ni nani huyo? Nahitaji kumjua. Na ni nani ambaye ameamua kuja na hilo lidege la ajabu ambalo hata mimi tangu nizaliwe sijawahi kulikwea dege hilo? Alijiuliza sana, lakini majibu yakawa ni 0 point empty. Yes? Na tunaendelea kusonga mbele.
Nyie nani anapiga kelele huko? Kwa hali. Tasonge mbele. Ndipo Flaviani akasema, huyu mtu kama nitamuweka katika kiganja changu, basi sitojaribu kukiacha kiungo chake cha aina yoyote ile. Akakoroma kwa sauti ya kutisha. Ghafla akaanza kusikia ile sauti ya ndege tena ni kama inasikika. Akashtuka kwamba ina maana inawezekana kwamba yule kiumbe ananifuata tena. Ndipo alipoangalia juu, kuangalia juu, ghafla akaona ile ndege tena kwa mara nyingine. Kwamba ina maana kumbe ile ndege limeamua kunifuata mpaka huko. Aya. Hii bwana, jini matata laundi limeatimba. Hii likashangaa vitu vinatua sijui nini na nini. Kumbe ni ujio wa mtu. Hii akaamua kulala chini kwa kuogopa. Kuja kucheki kwa makini. Kumbe ni wewe. Basi akaamua kunyenyuka na kuanza kujigamba huko. Wewe ni kamtu kadogo sana, alafu nashangaa unakwea kidege kama kile ambacho hata mimi sijawahi kukwea. Kwa nini tu usingeniambia na mimi nikwee, basi niendelee kuwanyanyasa watu wa humo kwenye ndege. Ndipo Mainemu alipomwambia, wewe hauwezi kufanya chochote hata kwenye ile ndege, hata nikwambia upande, basi usingeweza kufanya chochote kile. Kwa sababu ndege ile wanapanda watu watukufu tu. Usiniambie watu watukufu kijana, alafu wewe bado ni mtoto mdogo. Pia nakupa pole kwa matatizo ambayo nimekusababishia. Nimempiga mjomba wako na nimemnyang'anya na kanzu. Sio mbaya. Na wewe ndo mtu ambaye unafuata. Namaanisha kuwa wewe ni next target. Ndipo ambapo akaamua kutaka kumuonyesha nguvu zake zilipo. Lakini alikaa kwa umakini sana Mainemu na kumwambia neno moja tu kwamba basi kama unaweza jaribu kufanya chochote. Ndipo Flaviani au jini matata alipoamua kumuonyesha kweli nguvu ambayo yuko nayo, kwamba ni nguvu ya aina gani. Basi ndipo alipoamua kuvuta moto na kuutuma tu. Mainemu akauzuia kwa kufunga mikono, huku akamrudishia. Ndipo jini matata likashangaa kwamba ina maana kumbe nipo na mtu ambaye sio wa kawaida. Ni mtu ambaye ni mzito zaidi, lakini kwangu ni hamna kitu. Kwangu wewe ni 0 point empty. Basi naweza kufanya kitu hamna. Akatuma tena nguvu nyingine, nguvu ya mpindo hewa, lakini nayo basi Mainemu alikataa. Ndipo alipoona sasa, wewe naona kabisa kwamba unaniletea utani. Akavuta nguvu ambaye ndo anaitegemea katika ulimwengu wa kijini. Basi akitaka kumtumia Mainemu, akaituma kiasi kama hicho. Lakini Mainemu alikataa mdogo mdogo, nguvu ikapita hewa. Ndipo Flaviani alipochukia, alichukia zaidi. Ndipo Mainemu akanyenyuka na kumrudishia kwake moja tu Flaviani chini. Akasema, subiri kwanza. Yaani unaamua kunivunja tena kiuno kwa mara nyingine, si ndio? Lakini wewe sasa hivi nataka nikuue. Sitojaribu kukuacha kwa hiki unachoendelea kunifanyia. Ndipo akamshika kwa sauti ya kutisha. Flaviani alivyorudisha tu, kitu kikakubali. Flaviani akasema, wewe unaniongezea kiuno kuvunjika. Ndipo basi Mainemu akamwambia, wewe hata ungerudia mara 200 hutojaribu kuniweza hata kidogo. Na hata mngekuwa watu 20, basi kwangu mimi msingeweza kufanya chochote kile. Ndipo Mainemu alipofunga mikono yake tena. Alipofunga mikono yake tena na kumwomba Mungu kwamba basi kiumbe hiki akiondoe. Basi jini lilionyesha kumsubiri kwamba linamuweza, lakini bado lilifeli. Likaambulia kupigwa tu na kuendelea basi kuvunjwa kiuno zaidi. Ndipo tunapogundua kwamba Mungu ana nguvu zaidi kuliko basi shetani. Ndipo Mainemu alipofunga tena na kuomba huku akitazama mbingu. Jini likiendelea kuugulia maumivu na kuangalia damu ambayo inamtoka. Yaani hili swala halijawahi kutokea katika maisha yake, ila siku ya leo basi limemtokea. Wakati huo anajiandaa kwa ajili ya kunyenyuka na kufanya kitu. Mainemu akafunga mikono na kuandaa nguvu moja ya hatari sana na kumtumia. Ndipo tunaanza kuona kwamba jini hili linaanza basi kupoteza nguvu mdogo mdogo na kuonyesha kabisa dalili ya kushindwa. Basi Mainemu
alinyenyuka na kuzuia kile kimbola ambacho kilitumwa, lakini haikutoka nguvu ya aina yoyote ile, kumaanisha kwamba basi jini ile ni kama limeishiwa nguvu kabisa, likiwa linahitaji kampani hata nguvu kidogo. Ndipo My Name alipomwambia, wewe hauna mtu yoyote ambaye unaweza ukamuomba na akakusaidia zaidi ya hizo nguvu ambazo uko nazo, lakini mimi nataka tu nikwambie ukweli kwamba mimi napambana na wewe, sina nguvu yoyote ile. Akammalizia na kimbola ya hatari kifuani. My Name akamwambia kwamba mimi sina nguvu ya aina yoyote ile, lakini kila nitakapoomba na kufunga mikono yangu kama hivi, basi kuna nguvu huwa inatokea. Wakati anaonyesha mfano na kuomba kweli kuhusiana na ile nguvu, jini likatokea nyuma yake. Alishtuka sana. Ina maana kumbe bado unaonyesha una nguvu. Ndipo ambapo tunamuona jini matata akiwa ameweza kumwangusha chini, lakini nguvu hana ya kuweza kumzuru. Ndipo My Name aliporudisha kombola basi na kutaka kummaliza kabisa, akaandaa nguvu ya hatari. Jini likiendelea kulalamika na kuomba kampani hata basi asamehewe, lakini alipigwa kipigo kimoja cha hatari, akaishia kukoa tu kuonyesha kwamba huyu mtu ndo tunamuaga, hatuko naye tena. Lakini maisha bado alikuwa ni mgumu. Alitema damu, kisusio anaita wenyewe DJ Maki anapenda kusema katema kisusio. Tusonge mbele. Tunaona mwisho wa jini huyu ndio unaanza kuwa huu, mdogo mdogo akiendelea kupoteza maisha, huku akimwangalia mbaya wake amesimama na mwenye nguvu tele. Usije ukasahau kwamba ukiwa unaishi na Mungu katika moyo wako au katika mwili wako au katika roho yako, ujue kabisa kila kitu ambacho utakifanya basi utakifanya bila kuchoka. Ndipo My Name alipoanza kuomba kwamba Mungu, basi nashukuru sana kwa kitu ambacho umenisaidia, ambazo ni nguvu umenipatia kwa ajili ya kupoteza nguvu za giza katika ulimwengu huu. Ndipo alipoanza kumuomba Mungu kwamba Mungu, kwanza nashukuru sana kwa hiki ulichonifanyia, kwa sababu pasingali wewe huenda nisingeweza. Jini matata likamalizia kabisa kukata roho. Ndipo tulipompoteza jini matata. Basi My Name akawa naomba huko, anamwangalia kama basi ananyenyuka ili amalizie zaidi, lakini ilionyesha zaidi kwamba yule jini hawezi kunyenyuka tena. Huu basi ndio mwisho wake katika dunia hii. Na nipende tu kuambia ukweli kwamba hii movie itakuwa na season 2 katika kati ya mwaka 2026 huu aidha 2027, na itaendelezwa katika ubora zaidi kuliko hii ambayo inamalizika hii leo. Basi ndipo alipotaka kumpoteza akapotea mwenyewe. Basi hilo ndo kosa la kwanza ambalo limeendelea hapo, na ndo ambalo litakalofanya season 2 itoke. Basi jini matata limepotea lenyewe, kumaanisha kwamba basi limeondoka katika dunia hii, limerudi katika ulimwengu wa kijini. Lakini nataka nikuhakikishie kwamba season 2 tutaipata bila kukosa, kwa sababu kitu cha kwanza ni kwamba jini limeenda kujipanga upya, ila raundi hii basi My Name amemaliza kila kitu. Sasa kijana wetu huku alikuwa anakimbia huku akishangaa kwamba inawezekanaje? Inawezekanaje vitu kama hivi? Nakutana na kiumbe wa ajabu, namsaidia, alafu kiumbe yule kumbe ni jini. Alafu kwanza naye yule ni nani? Yalo nisaidia naye ni nani? Maana yeye mwenyewe naye kapotea. Mimi kitu ambacho kinanishangaza ndio kitu kama hicho. Ni nani yule? Ananivuruga sana akili yangu. Lakini kwa mambo ambayo yanaendelea kama haya, naama kijiji, naama mji. Hapa naama mji. Siwezi kubaki, kwa sababu vitu ambavyo vinaendelea ni vitu vya ajabu sana, na ni vitu ambavyo vinakera sana katika ulimwengu. Aliniambia rafiki yangu, lakini nikambishia, nikampeleka mpaka kwa mganga, nikamwona kama chizi, lakini kumbe kweli ili swala lipo. Basi jamaa aliamua kuchukua maamuzi ya kuhama mji. Basi akaamua kurudi nyumbani kwao au kwake kwa ajili ya kuendelea kufanya maandalizi kwa ajili ya kuhama katika kijiji hiki cha Chiwachiwa. Bwana, ninavyokuambia yule jamaa wakati anarudi tu, ghafla
akakutana na my name, tena akiwa salama salmini. Hapo ndipo lile dege alokuwa anatembelea lilimwacha kwa sababu kazi alikuwa ashaimaliza. Ndipo alipokutana naye na akampa hai kwa mara nyingine tena kwamba kijana, vipi? Mbona ni kama mimi tunatoka kuna inauma. Mbona ni kama unataka kuondoka? Maana mimi nina uwezo pia kusoma akili ya mtu. Ndipo my name alipomwambia mwangamiza tayari. Kweli? Usiondoke katika hiki kijiji. Maana kazi mimi nimeshaimaliza. Jamaa ndipo akamwambiaje? Akasema ina maana unataka kuniambia ile jini umeshaliua? Una uwezo wa kuua mpaka ile jini? Kweli bwana. Basi nashukuru sana aisee kwa kunimalizia. Yule ndo adui yangu mkubwa ambaye alikuwa ananinyanyasa na aliniambia rafiki yangu la nikabisha. My name akamwambia, sikiliza, mimi kitu cha kwanza ni kwamba namshukuru sana Mungu kwa kunisaidia basi mpaka kummaliza huyu jini ambaye ni jini matata. Lakini nataka tu nikwambie kitu. Mjomba aliferigi yeye kwa sababu mjomba alikuwa anatumia nguvu za kishirikina na mimi nilitamani nilisi lakini nikashindwa. Nikashangaa kuna nguvu za ajabu zikanijia, yani malaika kaniletea nguvu za kimungu basi ili nimalizie hii movie. Kuna mabinti wazuri chuo, lakini sema ndio hivyo, mambo ambayo yapo pale ni mambo basi ya kutisha sana. Lakini amani hiyo yote imetengenezwa na my name, mpaka watu wakawa wanaenda msituni kuteba kuni, anaenda kufanya nini, lakini kwa kazi aloikamilisha my name. Ndipo alipomwambia mjomba alikuwa anatumia nguvu za kishirikina na ndio maana katika mambo yake alikufa kizembe. Alikufa kizembe sana. Na ndio maana mimi alivyonitokea malaika yule. Kwa hiyo ndio maana nakusimu kijana mwenza na kunipa nguvu ambazo amenipa Mungu. Basi ndio maana nimemuweza. Laiti kama ningetumia nguvu za mjomba basi nisingemuweza kabisa. Basi jamaa ndipo aliposema basi nashukuru sana kwa kunisaidia kumaliza hilo swala. Basi wakapeana mikono kuonyesha kwamba yule jamaa basi hatoweza kwenda kabisa nyumbani raundi hii au hatoweza kuhama mji. Ndipo walipomalizia maneno machache yalobaki na kuondoka, kumaanisha kwamba sasa hivi amani. Nadhani 2026 mwaka huu mwezi huu tunaendelea na kitu yetu safi anaita Prince au tamaa ya bosi. Ndipo majini aliamua kukimbia katika kijiji hicho baada ya kugundua kwamba jini matata amepoteza uhai wake, kwa sababu wengi walikuwa wanamtegemea jini matata ili wafanye mambo yao. Basi waliamua kukimbia sana msituni, pasinga likubaki bwana washiki ni Flaviani, Simbe, Petro, my name na wengine wengi. Basi tunashuhudia kwamba majini yanakimbia, lakini kukimbia kwao ujue kwamba ni kama wanaenda kujikoki upya. Na yake ujue mtu yoyote mwenye roho ya giza kukata tamaa inakuwa basi ni ngumu sana, kwa sababu ni mtu ambaye mwenye roho mbaya, hajawahi kuwa na wema hata siku moja. Tunamaliza kitu yetu safi kama hivi. Chao.